matokeo makubwa tutaanza kuyaona. Kuna mipango inayotakiwa kutimilizwa ndani ya miaka mitatu. Haiwezi kuamuliwa kwa risali moja, kujadili tu kwamba tumejadili risali moja limepita. No. Kama tunahitaji tupate bilioni moja, haitafuti tu kwa kikao cha risali moja. Kumbe panahitajiwa research, utafiti wa maana. Hii bilioni moja tunaipataje? Njia gani? Tunafanya research hata kwa miezi 6 research inafanyika, alafu ndipo jambo lije kupitishwa. Kuliko tukafanya mambo ambayo ni kwa kwenda tu kama kukurupuka vile, alafu mwisho siku tunabaki kuwa na kuanza mambo na kuishia njiani. Hata kanisani kwako wewe angalia, tunaanza mambo tunaishia njiani. Kinachosababisha ni research, utafiti wa pale tulipokuwa tunaanza ulifanyikaje. Ukifeli kufanya utafiti wa maana, lazima tutaishia njiani. Na Yesu alisema ili kufikia kutimiliza ujenzi wa nyumba yako, piga gharama kwanza. Ni muhimu sana viongozi wangu. Mimi naamini hapa naongea na viongozi kwenye majimbo, kwenye wilaya, kwenye makanisa, kitaifa, kanda. Tunapopanga jambo, basi ni muhimu sana utafiti wa kina kwanza utangulie. Yaani utafiti unaanza kufanyika hata mwaka mzima. Unafanya utafiti ili kujiridhisha nina watu wa aina gani? Watu wangu ni kiwango gani? Hiki kiwango watakizi? Hivi hao watu nilionao tuna nafasi, tuna umoja kiasi gani? Tutafika. Kwa namna hiyo utajikuta kwamba hata ngazi ya kanisa lako una uwezo wa kupanga mipango na ukaenda. Ili malengo yetu yaweze kutimilizwa, basi lazima yaratibiwe kwa ufanisi na kwa uwazi. Namna gani tutatimiza? Njia gani tutazitumia ili kufanikisha? Kwa muda gani na watu gani watakuwa wahusika wakuu wa lengo husika? Ni muhimu kufikiri kabla ya kutenda, kwani ndio njia bora ya mtu kufika juu. Ni muhimu kufikiri kabla ya kulianza jambo alafu tukaishia njiani. Kwa wewe kiongozi, ni vizuri kidaka hii kwamba kumbe before sijaanza nianze kwanza na kufikiri na kwanza